Sunguzia hivi na ninasunguzia yote in jumla, na wewe mwenyewe utaweka mpaka taifa mahali iko. Haleluya. Number 1, baba katika nyumba, baba akiwa ni mtu wa haki. Baba akiwa ni mtu wa haki, so that anatenda kila kitu kwa usawa, katika ukamilifu, katika uhaki, utakuta ya kwamba mama naye atakuwa ni mtu ambaye ni wa utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Mama atakuwa ni mtu mwenye utulivu, so that mama ana make sure kwamba boma imetulia na boma iko vizuri, so that Mungu akaweze kuvisit hii familia na akaweze kuinua hii familia kwa sababu ya utulivu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini utulivu unapokosekana, kwanza, kitu ya kwanza, inapokosekana haki na usawa, utulivu utakosekana katika boma. Bwana Yesu asifiwe. Tunapopata baba aliye na haki na usawa na mama aliye na utulivu, atazaa mtoto, na huyu mtoto atakuwa ni amani. Sijui kama unanielewa. Unaanza kunielewa? Utazaa mtoto anaitwa amani, kwa sababu huyu mtoto atakuwa amechukua sehemu moja ya utulivu na haki, na akakuja akapata sehemu ya utulivu wa mama, kwa sababu baba anatimiza haki zake, anatimiza wajibu wake, na baada ya kutimiza wajibu wake, mama ni mtulivu, ameleta utulivu na mahali ambapo kumetulia, so that kile kinasaliwa ni amani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ambavyo sasa tunajaribu kurasimisha kwamba so that tukaweze kupatikana amani, lakini unakuta kwamba hizi vitu haviwezi zaa amani wakati ambapo hakuna uhaki na usawa. Sio kama unanielewa? Hatuwezi tukapata amani ama hatuwezi tukapata utulivu kama uhaki na usawa haiko. Tutapata amani na utulivu kwa sababu haki na usawa vinaambatana. Bwana Yesu asifiwe. So that zinapoambatana, tunakuja tunazaa kitu inaitwa amani. Na amani inapokuwa, amani inadumu, kwa sababu kitu ya kwanza, huyu mtoto akiangalia katika boma yao, anaona kila kitu kiko sawa, kila kitu kinaenda vizuri, kila kitu kiko katika hali iliyo sahihi, so that huyu mtoto atakuwa ni mtoto aliyejaa amani, ili so that amani inadumu katika ile familia, amani inadumu katika ile huduma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo hii baba, wewe ambaye ni mchungaji, katika huduma hauna uhaki na usawa, na unatarajia kwamba so that hii kanisa halina haki na halina utulivu, unatarajia washirika wataweka amani. Hawataweka amani, kwa sababu kitu ya kwanza ni wewe ambaye ni mwanzilishi ama ambaye uliye kichwa, unaongoza pasivyo. Amen. Halo? Sijui kama mnanielewa, wacha mnanyamaza na nitawatoa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama mnapata my point. So that tukawe na hii kitu inaitwa amani na utulivu katika hiyo jamii, katika ile taifa, katika hiyo mahali popote, lazima kuwe kuna haki imetangulia na usawa. So that haki na usawa inapotangulia, tunakuja tunapata kitu inaitwa utulivu. So that utulivu unapokuwa na amani na dumu, na watu wanafanya maendeleo, na watu wanainuka, na watu wanaendelea kufanya mambo yao. So that unakuta kwamba hakuna mtu atakuwa anazungumzia kuhusu amani, wakati ambapo kila mmoja changia asilimia fulani kumekisha kwamba kuna amani inapatikana, kuna utulivu unapatikana, so that maendeleo inaanza kupatikana kila mahali. Lakini kwa sasa unakuta familia ambayo haina uhaki, haina usawa, haina utulivu, haitaweza kupatikana amani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Nao utaisikia mmoja anazungumzia kwamba tuombe Mungu aachilie amani. Tuombe Mungu aachilie amani. Je, hii amani inapopatikana, je, kuna kitu inaitwa utulivu? Na kama kuna utulivu, kuna usawa. Na kama hakuna usawa, so that sasa kile kitu ambacho tunatafuta, tusitafute kwanza amani, wacha tutafute usawa na uhaki, so that ili kila kitu kikaweze kuendelea katika mapenzi na makusudi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Salamia mtu, mwambie don't fear. The book of Isaiah 32 verse 18.
Isaiah 32:18. Yes. Ndipo hukumu itakaa katika jangwa. Ndipo hukumu itakaa. Ungewasaidia microphone wote wawili huku na huku. Ndipo hukumu itakaa katika jangwa. Ndipo hukumu itakaa katika jangwa. Na haki itakaa katika shamba lizaalo sana. Haki itakaa katika shamba lizaalo sana. Bwana Yesu asifiwe. Hukumu itakaa katika jangwa. Jangwa ni mahali pa desert, mahali ambapo hakuna kitu kinasaliwa, mahali ambapo hapana utulivu, mahali ambapo hakuna maji, mahali ambapo hakuna amani, mahali ambapo hakuna kitu kinachoendelea mahali pale. So that hukumu itaweza kuketi mahali pale, lakini haki na usawa itakaa mahali ambapo panazaa milele. So that tukawe na mahali ambapo kunasaliwa daima na daima. Lazima tukawe na haki na usawa kwa jina la Yesu. So that haki na usawa itasababisha watu wataendelea, itasababisha watu watakuwa, itasababisha mambo yatafanyika, itasababisha Mungu kutenda jambo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama haki imekosekana, ndio ndani surai watu watakosa, ama nyumba inapokosa haki inakosa na maendeleo, kwa sababu inakosa rasilimali za kuleta maendeleo. Kile kitu ambacho tunahitaji, tuombe Mungu alete haki na usawa katika familia, katika huduma, katika taifa, ili sote tukuna vitu vingine vianze kusalia kutoka mahali pale. Haleluya. Tunapoangalia sasa unakuta vijana, Mungu amefika mahali amechoka. So that ameangalia kanisa limelala, ameangalia kitu kimelala, akakuja akainua 2017. Mungu alifika mahali akasema no, akainua maraka. Hizo ni maraka asimamie usawa. Lakini aliposimamia usawa tukarudi katika ile mrengo. Sasa Mungu akaangalia, sasa kwa sababu nilitumia mtu mmoja na imeshindikana, wacha nitatumia mtu mwingine. Sasa ndiye akainua kizazi kingine sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kile kinachopigania hakipiganii mtu, hakipiganii chochote, kinapigania usawa na uhaki. Hizo ndio tunapokuwa na usawa na uhaki, hatuangalii wewe ni mtoto wa mama gani, wewe ni mtoto wa mtu gani. Sisi wote ni watoto na tunahitaji tukawe na kitu inaitwa vision na maendeleo, na tukaweze kusonga kwa jina la Yesu. Sema ikifunzeni mkimaliza mnazima, alafu sasa zinaacha kupiga kelele. Mkisoma ndio mnasiashi. Bwana Yesu asifiwe. So that hiyo ndio kitu ambacho kinasababisha, na ndio sasa kuna vitu ambavyo vimekosekana. Verse 17. Na kazi ya haki itakuwa amani. Kazi ya haki itakuwa ni amani. Wakati ambapo kuna haki, kuna amani, na amani inatawala mahali pale, na amani inaendesha wale watu, kwa sababu kuna kitu inaitwa haki. Huyo haki imeleta amani. Bwana Yesu asifiwe. Kuanzia leo tukawe watu wa haki, ili sote hii haki ikaleta amani. Mahali popote unapoketi kuwa mtu wa kutenda haki, hiyo haki itasababisha kuleta amani. Ili sote tunataka tuone utulivu katika familia, katika jamii, na watu mbalimbali nahitaji tuone utulivu, lakini tumekosa haki, ndio ndio swali amani imekosekana. Tunaombea amani, je, mbona tuombee haki ipatikane ndiposa tukaweze kupata amani? Na mazao ya haki yatakuwa ni utulivu na matumaini. Mazao ya haki itakuwa ni utulivu na tumaini. Daima. Bwana Yesu asifiwe. Daima, si leo tu, ni daima. Mazao ya haki itakuwa utulivu. Haleluya. Kile kitu ambacho tunahitaji utulivu. Umefika kiwango tumekosa kitu inaitwa utulivu, kwa sababu kila mtu hatendi haki, kila mtu anaenda katika mrengo wake, kila mtu ana mitazamo yake. Jambo ambalo tunahitaji usawa na haki na utulivu, ili sote tukaweze kuenenda katika utulivu na amani, ili sote tukaweze kudumu katika amani. Hatuwezi endelea hivyo, hatuwezi. Bwana Yesu asifiwe. Hatuwezi endelea hivyo, kwa sababu kitu ya kwanza, wakati haki na usawa inapokosekana, biashara zinakufa, zinapotea, hakuna mazao ambayo yanaendelea. Kile kitu ambacho tunahitaji haki, utulivu na usawa, so that Mungu ataweze kuingilia katikati na akaweze kuachilia baraka kwa ajili ya kila mmoja na familia na taifa na huduma mbalimbali zikaweze kutembea katika haki. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Lakini hatuwezi enenda tu hivi ati wote tumeokoka Yesu ni Bwana. Never. Haiwezekani. Verse 16. 16.
Nianza mbele na rudi nyuma. Ndipo hukumu itakaa katika jangwa. Ndipo hukumu itakaa katika jangwa. Ili sote tukaweze kuondoa hii hukumu, tukaweze kuondoa hii ghadhabu, tukaweze kuondoa hii maumivu, lazima tukawe na kitu inaitwa haki na usawa na utulivu, ndipo hukumu ikaweze kuhama katikati ya watu. Ile kitu ambayo maumivu iko ndani ya mioyo ya watu ikaweze kutoka. Na haki itakaa katika shamba lizaalo sana. Na haki itakaa katika shamba lizaalo sana. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitu ambacho tunahitaji usawa wa haki. Hizo tunaanza kuona vitu ambavyo vinazaa, vitu ambavyo vinaendelea. Hatutaendelea kudumu katika machozi, hatutaendelea kudumu katika kilio, hatutaendelea kudumu katika maumivu. Never. Haiwezi. Na hatutaendelea kuinua mikono tumwambie Bwana kumbuka taifa. Alisahau tukiwa wapi? Mungu kumbuka ya familia walisaulika wakiwa katika mrengo upi? Je, wamesimamia haki? Wanatembea katika usawa? Wanatembea katika uaminifu? Wanatembea katika unyenyekevu? Ikiwa tutatembea hivyo, hapo ndipo tutaanza kuona wema wa Bwana, tutaanza kuona fadhili za Bwana, ili sote tukaanze kuona mazao. Nisome na English. NIV. Samuel chapter number 32. Isaiah 32 verse 16, 17 and 18. Yeah. Bible says, the Lord's justice will dwell in the desert. The Lord's justice will dwell in desert. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hukumu ya Mungu itakaa katika mahali pa jangwa.